tutatumia ndege aina ya njiwa na ndege wengine ili uweze kuondoa mateso katika mkopo wako, kuondoa maumivu katika mkopo wako ambao umekopa kwa ajili ya kufanyia biashara. Umenielewa bwana? Ipo hivi, ili mkopo wako usikupe maumivu, usikupe mateso, usikupe chuki na wasiwasi katika biashara yako, lazima uzingatie mambo makubwa mawili kwa mujibu wa asili kuu kwa kamili, kwa mujibu wa ufahamu mkuu kwa kamili, kwa mujibu wa nuru kuu kwa kamili, na kwa mujibu wa sasa kuu iliyokuwa kamili. Na mambo hayo mawili, jambo la kwanza ni lazima mkopo huo uunganishe na nguvu kuu ya uhai ya kiumbe hai, na leo tutatumia ndege aina ya njiwa au ndege wengine. Umenielewa? Na jambo la pili ni lazima mkopo huo uwe umeukopa kwa kuzingatia duara kamili, duara la 3, 6, 9. Umenielewa? Hilo ndio duara kamili ambao nyinyi mnaita siku. Katika asili, katika ufahamu, katika nuru, hatuna masaa, hatuna siku, hatuna mwezi, bali tuna duara kamili la 3, 6, 9. Sasa wewe unapoenda kukopa ni lazima uzingatie ukamilifu huu ambao nyinyi mnaita Jumatatu au Alhamisi. Umenielewa? Ambao kwenye masaa mnaita saa 3, saa 9 na saa 6, ambao kwenye miezi mnaita mwezi wa 3, mwezi wa 6 na mwezi wa 9. Lakini katika ufahamu, katika nuru, katika sasa kamili, hivyo vyote ni duara kuu la 3, 6, 9. Kwa unapokopa kwa kuzingatia mambo haya mawili, manake mkopo wako unaufanya unakuwa una nguvu kuu ya uhai ya furaha, nguvu kuu ya uhai ya amani, nguvu kuu ya uhai ya upendo na nguvu kuu ya uhai ya utulivu. Sasa tuanze na jambo la kwanza la namna gani unaweza ukaunganisha mkopo wako na ndege aina ya njiwa au ndege wengineo ili kufanya mkopo huo usiwe na maumivu, usiwe na kero, usiwe na hofu, usiwe na mateso katika biashara yako. Iko hivi, jambo la kwanza, umenielewa? Unapokwenda kukopa mkopo huo kwa kuzingatia duara la 3, 6, 9, ukishapata fedha yako, chukua kiwango kidogo cha fedha. Kiwango hicho lazima kizingatie duara la 9. Maana yake nini? Maana yake lazima kiwango hicho cha fedha ambacho umekichukua ndani ya mkopo wako kiwe kamili. Kiwango hicho cha fedha kidogo unakwenda kununulia aidha mtama au mchele au mpunga au pumba na maji. Umenielewa? Ukishanunua vitu hivyo unakwenda kuviweka sehemu tulivu, sehemu yenye ukimya, sehemu yenye nuru, sehemu yenye upendo, sehemu yenye nguvu kuu ya uhai ya duara lenye ukimya, lenye amani, lenye utulivu, lenye nuru, lenye upendo. Kwa huo mpunga huo, mtama huo, mchele huo na pumba hizo na hayo maji ambayo umenunua, unakwenda kuviweka sehemu hiyo ndani ya siku 9. Umenielewa? Sasa kila siku ndani ya siku 9 hizo unakwenda eneo hilo muda wa saa 9 au saa 3. Nikisema hivyo kwa sababu kumbuka katika asili, katika ufahamu hatuna masaa. Hiyo ndiyo duara kamili. Ukifika hapo unazungumza kama ifuatavyo. Unazungumza hivi:
nimenunua mpunga huu au mtama huu au mchele huu au pumba hizi na maji haya kwa kutumia hela ambayo nimeipata kwenye mkopo ili nifungulie biashara yangu. Umenielewa? Sasa ninatumia mpunga huu au mtama huu kulisha ndege, kulisha njiwa kwa lengo la kusafisha mkopo wangu ili uwe na nguvu kuu ya uhai ya furaha katika biashara yangu, ili uwe na nguvu kuu ya uhai ya amani katika biashara yangu, ili uwe na nguvu kuu ya uhai ya utulivu katika biashara yangu. Kuanzia sasa, mkopo huu unaifanya biashara yangu kuwa ina furaha, ina amani, ina utulivu na ina upendo. Umenielewa? Ukishamaliza hapo, ndani hizo siku 9, nenda katafute ndege walipo, nenda katafute njiwa walipo, unaanza kuwalisha njiwa, kuwalisha ndege mtama huo, mpunga huo, au mchele huo au pumba hizo ambazo umezinunua kwa kutumia fedha yako ya mkopo. Utawalisha ndege hao ndani ya siku 9. Maana 9 ndio duara kamili. 9 ndio sasa kuu iliyokuwa kamili. 9 ndio nguvu kuu ya uhai ya duara lilokuwa kamili. Kwa utawalisha ndege hao ndani ya siku 9. Ukimaliza hapo, nenda katumie mkopo huo, unakuwa tayari umeunganisha na asili kuu iliyokuwa kamili. Mkopo huo umeunganisha na ufahamu mkuu uliokuwa kamili. Mkopo huo unakuwa umeunganisha na upendo mkuu uliokuwa kamili. Mkopo huo unakuwa umeunganisha na nuru kuu iliyokuwa kamili. Hivyo mkopo huo ndani ya biashara yako utakupa matokeo ya nguvu kuu ya uhai ya upendo kwenye biashara, nguvu kuu ya uhai ya amani kwenye biashara, nguvu kuu ya uhai ya utulivu kwenye biashara na nguvu kuu ya uhai ya furaha kwenye biashara.